Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana hawataki kona kona, vijana wanataka hela. Naomba sana mpango huu upunguze kona kona kwenye namna ya kumfikishia kijana hela. Kijana anataka pesa, na nitawaambieni ukweli. Mkiangalia mara nyingi sana tumekuwa tunasisitiza hapa vijana wajiajiri. Wazee, kujiajiri lazima uwe na hela. Unajiajirije? Ukitaka kujiajiri, ukiniambia mimi wakati niko nje ya bunge, Baba Levo jiajiri, najiajirije? Na maana nifungue biashara yangu. Biashara naifungua na nini? Tupunguze masharti ya vijana kuweza kukopa. Tunaweka masharti magumu. Mtu kama Linex anataka kukopa, unamwambia alete hati ya nyumba. Linex ana nyumba. Lazima tuweke masharti ambayo yataendana na vijana tulionao. Mtu amemaliza chuo, kamaliza chuo, ndio kwanza ana haha na dokumenti zake kutafuta ajira, unamwambia jiajiri. Anajiajiri kwa mfumo gani? Unamwambia bana tafuta mikopo. Anaenda kwenye mikopo. Benki zetu tunazijua, zina vigezo ambavyo hivyo vigezo vinamtaka awe na mali ambayo ameshika iweke kama dhamana. Tutafute njia sahihi ya hawa vijana, pesa ziwafikie bila njia ngumu wanazopitia. Mimi nitawaambieni ukweli, mimi ni mfano. Dr. Samia Suluhu Hassan alituwekea wasanii pesa kwa ajili ya kukopa. Tumeenda kukopa, nimeenda kukopa milioni 100. Masharti nilokutana nayo pale, cha kwanza niwe na mali kama gari au nyumba. Nikajiuliza kuhusiana na wasanii wa Singeli, hivi hawa watatoboa kweli kwenye huu mpango? Kwa tafsiri hiyo, hata hizi pesa ambazo nimeona Mheshimiwa Waziri Makonda amepewa bilioni 2, wapunguze masharti ya namna vijana kuzifikia hizo pesa. Wakiwawekea masharti magumu, watachukua wale wasanii ambao tayari wamesha kuwa matajiri, wana hela, na wale wenye vipaji wa chini wazile pesa hazitowafikia. Vijana wanataka pesa bila kona kona, na ndio maana vijana wengi wanabeti, kwa sababu ukibeti unamuua Simba, mechi ikiisha unachukua hela yako unaendelea na maisha mengine. Kwa hiyo kwenye hili naomba sana Mheshimiwa Waziri uweke mfumo ambao utawasaidia vijana kuweza kupata pesa kwa urahisi. Lakini la pili, tunazungumzia mpango wa miaka 50 ya maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Ni lazima tuwazungumzie wafanyabiashara wadogo wadogo. Mimi nitatoa mifano. Mimi nimezurura sana mwenyekiti. Siku moja nilinunua nguo Uturuki za watoto wangu. Mimi na watoto 5. Nikanunulia kila mtoto nguo 3 zika kama 15 hivi. Nikapitia Dubai, nikashuka Dubai, nikakaa siku 3. Sikudaiwa wala sikuzuiliwa pale airport. Nilivyokuja na zile nguo nilivyoshuka nazo airport Tanzania, wakaniambia natakia nizilipie ushuru, nguo za watoto wangu. Kwa lazima tutengeneze hii. Kanipa picha kwamba wafanyabiashara wadogo wadogo kuna namna ambavyo wanafinywa kiasi kwamba hata kile kidogo alichonacho kinaondoka. Mfanyabiashara na simu 2, simu 3, mwacheni apite. Kama kunaonekana kuna ugumu wa kufuta hizi kodi ndogo ndogo, si dhahabu zipo, tuuze tu. Tupunguze hizi kodi ndogo ndogo. Naomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti yazingatiwe haya, kwa sababu kama tunawasaidia wawekezaji wakubwa, lazima tuwakumbuke na hawa wawekezaji wadogo wadogo. Kama mtu anaweza kwenda na simu 5 Dubai akapita bila kuulizwa chochote, kwa nini akipita nazo hapa kwetu inakuwa tatizo? Twendeni tukambane sokoni wakati anauza. Tupunguze mauzo ya keshi, tuweke katika mfumo. Watu watumie kadi, watumie hizi nani za kulipa kwa digital. Mtaiona hela. Mimi nimeenda China, mtu anauza bamia, anakupa ile Alipay, unaskani, hela inaingia moja kwa moja kwa serikali. Lakini kiuhalisia kwa mfumo huu wa kuwabana hawa wadogo wadogo,